Kwanza ni washukuru watu wa Trans Nzoia kwa sababu nyinyi ni wakulima wa maana sana na wazalendo. Hapa Trans Nzoia, Uasin Gishu, Bungoma, sehemu hii ya North Rift na sehemu ya South Rift mumetusaidia. Mnajua hii Kenya, vile niliwaeleza, lazima tukabiliane na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Na hakuna vile tutaondoa njaa kama tusiposaidiana na wakulima. Tuwasaidie wakulima, tuwasaidie na mbegu, tuwasaidie na mbolea, tupunguze gharama ya hiyo mali yote, tuwapatie pesa kwa AFC ndio muweze kupata mikopo ya kuendesha kilimo, tupange mambo ya irrigation, ndio tutahakikisha kwamba Kenya iko na chakula ya kutosha. Kwa sasa tunaagiza, nataka mnisikize watu wa Kitale, tunaagiza chakula kutoka nje ya bilioni 500 kila mwaka. Bilioni ngapi? 500 kila mwaka. Tunaagiza sukari, tunaagiza mahindi, tunaagiza mchele, tunaagiza ngano, tunaanziza edible oil, hata maziwa tunaagiza. Mnataka tuendelee kuwa nchi ya kwenda kuagiza vitu kutoka nje? Si tuzalishe hapa nyumbani? Si tukiwasaidia nyinyi wakulima mtafanya hiyo kazi na bidii? Ndio nimesema ile mbolea tulikuwa tunanunua shilingi 6,000 7,000 pale nyuma. Mwaka uliopita niliteremsha mpaka 3,500. Nikawaambia hapo katikati, sasa tumelete mpaka 2,500. Na mimi nitahakikisha kuanzia hiyo wiki ijayo, hii masto yote yetu yote itakuwa na mbolea, na nyinyi wakulima mtusaidie. Mumeonyesha uzalendo wenu. Mwaka uliopita tulizalisha chakula magunia ya mahindi milioni 44. Mwaka huu kwa bidii yenu, kwa ile mbolea tuliwapatia na Mungu akatusaidia mvua, tumetoa kutoka 43 million mpaka 61 million. Mimi naamini tunaweza kufika 80 million. Tuwache kuagiza mahindi kutoka nje, tuwe na mahindi hapa nyumbani ya kulisha Wakenya wetu wote. Ama mnasema tufanye namna gani? Sasa mimi nauliza wewe mtu hapa Molem. Ati kuna mtu anatuambia ati ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka. Hata kama wewe ni mganga, hata kama wewe ni mtu ya kutumia madawa, njia gani ati utaweka sufuria kwa kichwa bei ya unga ishuke chini? Simpaka turudi shambani? Ama mnasemaje? Kama nyinyi amungelima mahindi hapa, tungekuwa na chakula Kenya hii? So mimi nawauliza, tuwache kudanganyana, tuambiane ukweli. Mahali pa kuweka pesa ya serikali ni pale kwa mambo ya production. Tusaidie mkulima, tusaidie mbegu, tuwapatie mbolea ili tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula Kenya. Na ndio sababu nimesema mbali na mambo ya chakula, pia mimi nawashukuru mumeanza kupanda sunflower. Tumelete mbegu ya sunflower, tumelete mbegu ya palm oil, tumelete mbegu ya canola, tumelete mbegu ya sunflower, na hiyo ingine ya hii kitu inaitwa nini? Hapana. Wacha avocado. Avocado ni ile tunataka kuuza tupate pesa, si ndio? Ya kuzalisha mambo ya edible oil. Tunaelewana? Kwa sababu tunatumia 140 billion every year kuagiza edible oil na tunaweza kuzalisha hapa Kenya. So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu wakulima wote, tutawasaidia, tuko na mpango ya sawa, tuzalishe chakula kwa miaka 5. Mpango yetu ni kupunguza ile pesa tunatumia kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 250. Kwa miaka 10 turudishe mpaka 0. Chakula yote Kenya tuwe tunazalisha kutoka hapa Kenya. Tumeelewana jameni? Na ndio sababu hiyo hata nimesema kwa mambo ya maziwa. Maziwa hawa watu wamekuwa wakinunua shilingi 30, shilingi 35, shilingi 40. Nimesema kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 KCC, na nimeweka pesa ya serikali, KCC itaanza kulipa lita 1 shilingi 50 tukienda mbele. Mimi nauliza wewe mtu ya Molem, maziwa watu wanaamka ukamua maziwa saa ngapi? Si saa 11? Kazi mtu anaamkia saa 11 ni ya kulipwa shilingi 30? Bana, nimemwambia watu waache mchezo. Ama namna gani jameni? So tunaweka pesa katika modernization ya KCC, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata faida katika ile kilimo, wanazalisha chakula na wanatusaidia kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Vile vile nikiwa hapa Trans Nzoia nimekujia kazi ya soko.
Tulikubaliana hapa na mama mboga, si ndio? Tukasema kila mtu afanye kazi mahali kuna heshima na mahali kuna maji, si ndio? So hapa soko yenu ya Kitale tuliweka milioni 800, imekwama kidogo. Tumekubaliana na huyu gavana wenu unatembea ya kwamba yeye ataweka pesa kidogo, mimi nitamuongezea pesa nyingi, si ndio? Hapo tunaenda kukubaliana leo. Mimi nataka hiyo soko in the next 4 months tukamilishe hiyo soko, wafanyabiashara 3,000 wakuwe na mahali ya kufanya biashara yao pale Kitale Town. Tunaelewana? Mbali na kujenga soko Kitale Town, tuko na milioni ingine 250 ya kujenga soko ingine 5 katika kila constituency hapa Trans Nzoia. Na tayari tumetangaza kandarasi, mimi nitazirudia kuja kuzianzisha, ndio wamama wetu na wafanyabiashara wote tuwe na mahali ya kukusanya mazao yetu, kufanya biashara, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tuko pamoja? Vile vile mimi nimekujia Kitale hii. Si mmesikia mambo ya affordable housing? Si tulikubaliana tupange ajira ya hawa vijana? Vijana wa Mole muko? Vijana wa Kitale muko? Vijana wa Trans Nzoia muko? Si tulikubaliana tupange ajira yenu? Ama tulikubaliana aje? Matatizo kubwa ya Kenya ni matatizo ya vijana wengi wako na certificate, wako wengine diploma, degree, lakini kazi ndio hakuna. Ni kweli ama si kweli? Tumepanga agenda 3. Ya kwanza ni housing. Na nimesema hiyo housing tunataka itupatie nafasi 500,000 vijana 500,000 wafanye kazi katika program ya housing. Na nataka waulize, niwaeleze vile vijana 500,000 watafanya kazi kwa program ya housing. Hapa Kitale naenda kuanzisha leo na handover ile sehemu ilikuwa ya prison hapo. Hiyo prison mimi nitasongesha iende kando, tujenge housing hapo katikati. Ama mnasemaje? Si ndio? Hapo mimi nataka kuweka nyumba 10,000. Na hiyo nyumba 10,000 mimi nataka vijana 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana muko? Pale tunahitaji architect, tunahitaji surveyor, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji engineer, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji mtu ya chuma, tunahitaji watu wa simiti, tunataka watu wa aina zote, mpaka watu ya mkono wanahitajikana pale. Na mbali na pale kwa site, tunahitaji vijana watakaofanya kazi huko kwa kampuni ya simiti. Tunataka vijana wengine waende wafanye kazi kwa kampuni ya chuma. Tunataka tuhakikisha kwamba kuna vijana wanafanya kwari, wanatuletea mawe, wanatuletea kokoto. Nyinyi tuendelee ama tuendelee? Hiyo msururu yote huko kwa kampuni ya simiti, huko kwa kampuni ya chuma, huko kwa site, hiyo ni kazi tupu. Na ndio tumesema hiyo program tunasukuma iende mbele. Kuna watu wanasema ati hiyo program isiendelee. Mnataka hiyo program iendelee ama siendelee? Nyinyi vijana mko tayari kufanya kazi? Kama wewe si architect, si utafanya hata ya mkono? Kama wewe si quantity surveyor, si utafanya hata ya plumber? Kama wewe si mtu ya kufanya kwa site, siende hata kwa kampuni ya kutengeneza chuma ama ile ya kutengeneza simiti, ama hata ukue transporter peke yake hapo tanboy ya kutransport hivi vitu ifike huko kwa soko. Ama na magani jameni? Tuko pamoja? Mnasema tupange hii kazi ama tusipange? Unajua kuna watu wanafikiri ati kazi itapatikana. Kazi haiwezi kupatikana mpaka ipangwe vile itapatikana. Ama namna gani? Agenda ya pili, na mimi nasema nikiwa hapa Trans Nzoia, agenda yetu ya pili ni kuhakikisha kwamba katika mtandao ile tunaita fiber optic, tuliweka katika manifesto ya Kenya Kwanza digital super highway ambayo italeta mtandao hapa. Na tumekubaliana, tumebadilisha sheria na hawa wabunge wenu. Hawa wabunge hapa wako tayari. Bukose alikuweko, huyu Magufuli alikuweko, hawa wabunge wote walikuweko. Tumebadilisha sheria kule bunge, sasa ile CDF tunaweza kutumia kujenga ICT hub. Na tumesema tunajenga ICT hub katika kila ward katika Kenya. Hawa wabunge watajenga mjengo, mimi nitaleta makompyuta. Na tayari nimeenda kupanga kazi. Nimeongea na watu wa Marekani, nimeongea na watu wa Ujerumani, wa Ufaransa, wa UAE, wa Saudia, wa Canada, na wamekubali vijana 500,000 wafanye kazi wakiwa hapa nyumbani, lakini wafanye kampuni iko Marekani ama iko kule Canada. Vijana mko tayari ama mko tayari? Hiyo ni program ya digital jobs. Mimi nawaambia
kazi haiwezi kupatikana, lazima ipangwe ndio ipatikane. Ama namna gani jameni? Sasa nyinyi waheshimiwa, please anzeni kujenga ICT hub. Mimi nimepanga mahali vijana hawa watafanya kazi na mimi nitaleta makompyuta. Mimi nataka niulize wewe mtu hapa Molem, kufinya kompyuta itawashinda? Hata hiyo kufinya kompyuta mnataka nikuje niwasaidie? Hata nyinyi wacheni mchezo. Kila mtu ukipatiwa kompyuta anza kufinya, ama namna gani? Ama ni aje boss? Sijui kama tunaelewana. Si kila mtu ajipange na ile kazi anaona inatoshana na yeye. Ya mwisho tumekubaliana vile vile ya kwamba kuna watu tuwasaidia kwa sababu kule kuna nchi watu wote ni wazee. Germany, sijui kule Japan, dunia watu wazee ni wengi kuliko vijana. Na sisi tuko na vijana wengi, ama namna gani? Sasa tumekubaliana na wao sisi tutawasaidia vijana wakwenda kufanya kazi. Lakini mshahara ni 1150, 1200. Hakuna mtu ya hata kama ya watchman 1100 inatosha. Ama namna gani? Si ndio? Ama mnasemaje? Si ndio? Kama mtu achasaa mtoto yake, mtoto ya mwingine utapiga bei ya chini? Bana. Sijui kama tunaelewana. Ndio mumeona last week, na mimi nataka nimshukuru waziri na Kumicha. Huyu mrembo wenu hapa kutoka Trans Nzoia, huyu ni shujaa. Sasa last week tulipata the first group ya 2500 nurses. Tunataka kupeleka Saudia. Tumetangaza tayari na mshahara ni karibu shilingi 1200 kwa kila kijana. Sasa mjipange. Na tuko na nafasi kama hizo 500,000. Tunahitaji vijana wakwenda kufanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa advertise kwa gazeti. Wacha kuzubaa wewe mtu ya Molem. Unataka mimi nikuje nikufanyia application? Ukishaona kwa gazeti unaanza kufanya application ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So tunataka tupange hiyo kazi. Na tumepanga vizuri. Hata wale wanataka kwenda Marekani. Zamani ulikuwa lazima uende mpaka South Africa. Huko ndio kulikuwa na examination center. Huyu mama wetu wa kutoka Trans Nzoia anaitwa Susan Nahumicha. Ameenda akapambana. Sasa wa Marekani wamekubali tuwe na examination center Kenya, na ilianzishwa jana. Pigeni huyu mama makofi. Ala. Hamutaki kupiga makofi ati kwa sababu ni mama? Ndio. Kama mtu amefanya kazi si amefanya? Ama namna gani? So tutakuwa tunafanya examination yetu ya kupeleka nurses kule duniani hapa Kenya. Tumeelewana jameni? Na hiyo pia ni kwa mpango. Tumeenda tukapangana kwa sababu hii Kenya lazima tuipangie vizuri ndio tuweze kufaulu kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia vijana wa taifa letu, tafadhali tukubaliane, wewe ukiona mahali kuna nafasi usichelewe, usingojee kuja kubembelezwa. Hakuna dunia ya kubembeleza watu. Kila mtu unafanya ile kazi umeona inatoshana na wewe. Ama namna gani ndugu zangu? Watu wa Trans Nzoia tumekubaliana? Mimi nakuja kuanzisha program ya housing. Tukimaliza ya Kitale, tutafanya hizi constituencies zote. Tutakuja tuweka program ya housing. Kwa sababu we want to change our country. Na tunataka kupeleka Kenya mbele. Ya mwisho, tulikubaliana na nyinyi, mimi nilisimama hapa Trans Nzoia. Nikawaambia mambo ya NHIF. Wale watu mnalipa 500. Mpango yetu ni kupunguzia wale watu ambao hawana mapato zaidi hapa chini. Badala ya 500, walipe 300. Si ni kweli? Na tulikubaliana kuna wale hata hiyo 300 hawawezi kulipa kwa sababu hawana uwezo. Si namna hiyo? Na tukasema hawa ambao hawana uwezo kabisa, na ni kweli hawana uwezo, serikali ya Kenya iwalipie ili hata na wao wawe na bima ya afya, waende hospitali watibiwe, waende nyumbani bila ya kulizwa pesa. Tumekubaliana? Mimi wakati nimetoka hapa mumepiga kura na mkaniambia hiyo kazi ni sawa. Nimeenda bunge nikapitisha hiyo kazi yote. Nikapitisha sheria 4, hao wabunge ni mashahidi wangu. Sheria 4 ya mambo ya universal health coverage. Sasa tuko tayari. Nilikuwa nafikiri tutaanza tarehe 1 hii Januari. Lakini kuna watu wengine wamenipeleka kotini. Ati hawataki ati turudishe bei kutoka 500 ati mpaka 300. Ati hawataki tulipie mwananchi mwenye hana uwezo. Hawataki serikali imulipie gharama ya NHIF. Ati hawataki tuwe na chronic. Si kuna watu hapa bado wanauza shamba na kuuza ng'ombe na kuuza mali yao ati kwa sababu wako na bill hospitali. Sasa tumetengeneza hazina maalum.
Huyu mama na Koome ndiye anasimamia. Tunaelewana? Hazina maalum ya kulipa gharama ya kansa, hypertension, diabetes na ile magonjwa ingine iko na ujeuri mingi. Wanasababisha watu wa Kenya kuuza mali yao. Hata hiyo hawataki. Na mnajua ni kina nani hawa hawataki? Ni wakora wachache wamezoea kwa sababu walikuwa naiba pesa ya CDF, ya NHIF. Na kwa sababu tumeweka sheria mpya. Hiyo sheria mpya huyu Magufuli atawaambia. Hiyo sheria mpya ni ya digital. Kumaanisha hakuna tena mahali mtu anaweza kuiba pesa ya NHIF. Sasa wakora wameungana. Wale walikuwa naiba hiyo pesa. Ati kuna hospitali moja iko kona mahali fulani. Ati wanatuambia wanafanya upasuaji ya watu kuliko ile inafanywa Kenyatta Hospital, kuliko ile inafanywa Aga Khan, na ni mtu wako kwa kona. Mkora. Mnaona hii dunia? Sijui kama naelewana. Ndio wamekusanyana, ndio mnaona mimi niko na vita na watu wengi. Wamekusanyana, wameenda kotini ati kuzuia hii maneno isifanyike, waendelee kuiba pesa ya NHIF. Mnataka waendelee kuiba pesa ya NHIF? Bana. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Ama mnasemaje ndugu zangu? Hiyo haiwezekani. Hii Kenya ni jukumu letu kuibadilisha. Si tumepitisha sheria. Si katiba ya Kenya, section 43 ya katiba ya Kenya inazungumzia social and economic rights ya watu wa Kenya. Katiba inasema, nyinyi mlipiga kura kwa manifesto. Hawa wabunge tumepitisha sheria kule bunge. Hawa watu wanatuuliza nini? Si wakubali tuendeshe hii maneno? Ati watu wawili watatu wanaenda kotini wanafanya ukarabati, ati kwa sababu wameiba pesa, wanaenda wanalipa wakili, wanaenda wanahongana kotini, ati hii program isimame. Ndio nimekasirika na hiyo watu, nimewambia hiyo mchezo muache. Hiyo mchezo wawache. Mimi nauliza nyinyi, watu wa hapa Molem Nzoia, program ya Universal Health ambayo itasaidia mwananchi hana pesa ya kulipa NHIF alipiwe na serikali. Program ambayo itawezesha nyinyi tupowapunguzie kutoka 500 mpaka 300. Iendelee isiendelee? Nzoia iendelee isiendelee? Hebu ni wale wanasema iendelee. Sasa wale watu wako huko mahakamani watuambie. Waliuliza nani? Sijui kama tunaelewana. Hii ndio public participation. Hawa ndio wenye Kenya. Si nyinyi ndio kusema? Ama namna gani? Kwani Kenya ni ya nani? Si ya wananchi wa Kenya? Na katiba inasema the people of Kenya are sovereign. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mimi kwa sababu mimi nataka tusuluhishe haya mambo. Mimi nimekubali kwa heshima, nitaketi chini na viongozi wa mahakama, nitaketi chini na viongozi wa bunge, tutatue hii matatizo, ndio maendeleo ya Kenya iende mbele. Tunaelewana? Sasa tena mimi nasikia mtu akitendawili amesema ati tusiongee. Sasa mimi nashangaa hii dunia. Si mimi niliongea na yeye juzi. Wakati alikuwa analalamika ati mambo ya sijui nini. Si niliongea na yeye. Mbona hataki mimi niongee na wengine? Kwani Kenya ni yake peke yake? Wacha hiyo mchezo. Sio kama tunaelewana. Na unajua hawa watu matapeli wameenda kutafuta viongozi wengine ndio wawe watetezi wao. So these people, those who are opposed to any conversation amongst Kenyan institutions so that we can sort out the challenges that face development in our country are the ones that have been recruited by the cartels, by the crooks, by the saboteurs, so that they can continue to benefit to the disadvantage of the people of Kenya. And we want to tell them, shame on them. Ama namna gani jameni? Wewe ni kiongozi wa aina gani unaenda kuungana na wakora na wezi? Ati kusabotage maendeleo ya Kenya. Wewe hata hufai kuongoza hata zizi la ng'ombe. Bure kabisa. Tumekubaliana Nzoia. Tuendelee na maendeleo. Na mimi niko tayari kufanya kazi na hawa viongozi wenu wote. Si siasa tumemaliza? Ama namna gani? Ama kuna kitu mlibakisha mnataka kuchaguana? Si kitu yote mlichagua? Si ya MCA mlichagua? Ya mbunge na ya senator, ya women rep, na governor, na rais. Sasa iko uchaguzi gani tena tunapigania hapa? Si tufanye maendeleo? Ama mnasemaje watu wa Nzoia? Tumekubaliana? Nzoia tumekubaliana? So
tupange kazi. Mimi siendi, nitarudi hapa baada ya miezi miwili mitatu nikujie hiyo maendeleo ingine ambayo imesalia, na mimi nataka niwahakikishie wakora na matapeli na wafisadi mambo yao ni matatu. Simple. Ama ni aje? Either wahame Kenya ama tuwapeleke jela ama yenye mko na maneno. Bada. Anyway, wacha nimuite gavana wetu jameni.